Vita ni jambo la wajib kwa wale wenye mahaba na kushikana na kukumbukana, na ikiwa yule aliyopita anana mambo kwa juu, basi inakuwa ni wajib zaidi. Yani mtu wa kawaida ni wajib, lakini inapokuwa pia ana mambo ni wajib zaidi, na hii huleta nishati kwa watu kusikia tarehe za watu waliopita, na kwa kutekeleza amri ya ustadhi wetu Said Muhammad hapa kwa nimzungumze kidogo. Kwa hakika Sheikh Abdul Aziz au Aziz Driving ni mmoja katika ambao kwamba tuliiona da'wa kwake kwa matendo baada ya kuwa sisi tulisoma da'wa katika vitabu. Tumesoma vitabu vya da'wa kwa mashekhe tofauti na tukafanya da'wa pia maeneo tofauti, lakini kwa Sheikh Aziz ilikuwa tuiona yale tuliyosoma. Kabla hata sijamaliza masomo alikuwa akinivuta yeye kwa kunihimiza niwe na yeye katika kutembelea vijiji, na hili hivi sasa limekosekana watu lugha sasa sema kumuengage mtu, kuengage Sheikh Abdul Aziz, yani kumkurubisha, kumvuta mwenzako ushikane katika jambo. Imekuwa kila mtu rabi nafsi, ndio yule mtu akiondoka ameondoka kabisa, lakini kuwaita wenzako, kuwavuta wenzako katika lile jambo, hili nilipata kwake. Akawa yonichukua kwenda mashambani kila wiki, ilikuwa tukienda, na nilisoma kwake mambo mengi. Jambo la kwanza nililisoma ni subra. Hakuna mfano wake katika subra, la kwenye kula, la kwenye kulala, la kwenye muamala. Yani tuondoka hapa twaenda, tukifika kile kinachopikwa kilioko atakula, hakalifishi watu, na vile kulivyo namna ya kulala tutalala. Tumelala misikitini, tumelala kwenye kawanda, tumelala kwenye rumu, na vile nilimpata mpaka umri wake wa mwisho. Alikuwa umri wake wa mwisho alikuwa hawezi baridi au hewa ya upepo mwingi. Basi tukienda vijijini utakuta mkoba wake kuna kofia ameiandaa kabisa ya kujifunika, yani hajali pia hali za hewa, yuajiandaa kupambana na zile hali. Basi ana manguo yake mazito mazito atayavaa wakati wa kulala, na akiamka atakuwa na viksi pia kujititia joto. Yani hakuwa tayari kuacha lile jambo kwa sababu afya yake hairuhusu. Ama uvumilivu wa muamala, sote twajua, hata Qur'ani imetaja al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. A'rab yani ni watu wa mashambani, ni watu si rahisi kuelewa jambo. Mweza mkadiscuss, mkapanga na mkafanya kila kitu, kisha ukiondoka 50% ukatupiwa mwenyewe, wakafanya yao wenyewe, au asilimia au ukatupiwa yote. Kila tukienda utakuta ile mambo kwamba kiarekebisha mara nyingine hayawi. Paka kuna wakati nikamwambia sasa hapa khalas, Sheikh Abdul Aziz akaniambia, sikiza mwanangu, hawa watu ima waende peponi wakitaka wenyewe au tutawapeleka peponi kwa mboko. Hii kauli iliniingia ndani ya roho, na mimi takriban hapo labda nilikuwa nina miaka 20 na hivi, lakini mpaka leo nikapata hikma au kauli ambayo kwamba yanifanya mimi pia kwenye da'wa ya kuwa imma tutapeleka watu waridhike au kwa mboko. Yani hatutowawacha, yani manake hatutowawacha, tutaenda hivyo hivyo mpaka tuhakikishe tumewapeleka peponi. Kwa hiyo mzee Aziz kwa hakika ni mfano mkubwa katika da'wa. Ni mtu, ni mfanya biashara, lakini haikusababisha kwa yeye ni mfanya biashara asiwe na sehemu ya wakati wa da'wa. Na hii ilikuwa kwa wazee Sheikh Muhammad bin Ali baba yao kina al-akh Umar na akh Muhsin, alikuwa mashallah haraka ya da'wa. Utafikiri yani mtu akija tu hivi abe kwamba hajui kama ni mfanya biashara, atasema labda huyu ni shekhe amestaafu sasa yufuatana na madai. Da'wa si lazima kupanda mimbar.
wala sio lazima kuwa na darsa, ni kusukuma lile gurudumu la da'wa. Na hapo ndo tutashindwa. Wenye kuzungumza ni wengi, makhatibu tele, tutaka makhatibu tunao, mamia ya makhatibu, wenye kutoa darsa tunao, lakini wenye kusukuma kwa subra na nguvu na kutochoka na kutovundika moyo na nini, hao ni wachache. Mfano wao ni yeye huyu mzee Abdul Aziz. Hapa kwa mimi ninasikitika toba sikupata mazishi yake. Tulikuwa kwenye mkutano wa Chechnya, nikiwa kule, basi siku hiyo nikakuta simu nyingi kutoka kwa ndugu zetu Ahmad na Munir wananitafuta. Baadaye nikamwambia la, nitumieni WhatsApp message. Akaniambia mzee Aziz amefariki, uko wapi? Nikamwambia hata nikitaka kuja hivi sasa siwezi, kwa sababu huwezi mpaka uende, ukitoka Chechnya mpaka uende Russia, au utoke Russia tena uje Dubai tena uje Kenya, yani ni transit. Lakini moyo ulikuwa pamoja, roho zilikuwa pamoja. Mwenyezi Mungu atamrahamu, na sote tulihudhuria hapa. Mwenyezi Mungu atatupatia hima tuwe katika yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, kuwa ni mwanachuoni, au mutaalliman, au kuwa mwanafunzi, au mustami'an, au mwenye kusikiza. Ndio utakuta wazee wakosi darasa za Ijumaa, zile darasa za wapi, ili wapate kuweko katika mustami'an. Au muhibban, wewe wapenda, hata kama washindwa kufika, lakini wasukuma, kuna huyu wamlipa, kuna huyu wamsimamia, kuna huyu wafanya jambo, wayapenda yale mambo, wapenda wenye kusimamia. Wala takun khamisan, usiwe namba 5, yani jitafute moja katika 4 hizi. Na hawa mashallah Mwenyezi Mungu aliyojalia, na sisi Mwenyezi Mungu atatujalia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.